Karibuni tena tuendelee na tafakuri yetu isemayo, kamwe usithubutu kumnenea mabaya yule ambaye ulikwisha kumbariki. Usije ukathubutu kumnenea mabaya yule ambaye ulikwisha kumbariki. Katika tafakuri iliyotangulia tulimalizia kwa kuuliza, tunambarikije Mungu? Kwa sababu tulijadili juu ya kubariki watu wengine na vilevile kumbariki Mungu. Tuliona kwamba sisi binadamu tumepewa neema na Mungu ya kubariki watu wengine na vilevile kumbariki Mungu. Haijalishi kwamba wewe ni nani, wewe ni mtoto, mtu mkubwa, haijalishi kabila, rangi au jinsia, umepewa neema ya kumbariki mtu mwingine. Ndio maana basi pale tunapomsaidia mtu naye akasema Mungu akubariki, hatuhoji maswali kwamba huyu ni nani, bali tunaipokea baraka ile kwa shangwe na furaha tukisema amina. Maanake tunapokea baraka zile. Sasa swali tulilomalizia nalo katika tafakuri yetu ya jana ni kwamba, je, tunambarikije Mungu? Kwa sababu vilevile tulisema kwamba Mungu ametupatia neema ya kumbariki hata yeye. Kwanza kabisa tuliona namna mbalimbali za kumbariki mtu. Tuliona Mungu ametujalia neema ya kubariki na mbingu zikaitikia na kutekeleza. Sio hivyo tu, bali Mungu ametujalia pia neema ya kumbariki yeye. Tuliona tunambariki mtu kwa kumnenea baraka. Kwa mfano, kama tulivyosema, tunamwambia mtu Mungu akubariki. Vilevile tunambariki mtu kwa matashi mema, kwa kunena sifa zake, kwa kumshukuru, na vilevile tunambariki kwa vitendo. Sasa kumbariki Mungu kunamaanisha nini? Kumbariki Mungu kunamaanisha kumsifu au kumhimidi, kumtukuza na kumwabudu. Tunambariki Mungu katika kumsifu, katika kumhimidi, kumtukuza na kumwabudu. Misemo isemayo bariki Bwana na mbariki Mungu hupatikana sana katika Agano la Kale. Zaburi kwa namna ya pekee zimejaa baraka ambazo waandishi wa Zaburi wanamtolea Mungu. Tafsiri ya King James hutumia mara nyingi maneno bariki Bwana, lakini tafsiri za kisasa zaidi hutumia neno msifu Bwana. Kwa hiyo ukisoma Biblia matoleo hasa ya Kiingereza, nyinginezo nazo zinasema bariki Bwana au mbariki Mungu, bless the Lord. Lakini tafasiri za kisasa hutumia zaidi neno msifu au kumsifia Bwana, lakini bado ni kumbariki Mungu. Sasa Zaburi zimejaa baraka kwa Mungu kwa ajili ya shauri lake. Zaburi ya 16 mstari wa 7. Pia Zaburi zinambariki Mungu katika utakatifu wake. Kwa mfano, ukisoma Zaburi ya 103 sura ya 1, tunambariki Mungu katika mamlaka yake juu ya vitu vyote, kama tunavyoona katika Zaburi ya 103 mstari wa 22. Tunambariki Mungu katika heshima na utukufu wake. Mfano, Zaburi ya 104 mstari wa 1. Tunamtolea sifa na baraka zetu kwa sababu Mungu anastahili. Tofauti na baraka za Mungu juu yetu
ambazo hatukustahili kabisa, bali tunazipokea kwa rehema na neema yake. Sisi kumbariki Mungu kunatokana na ufahamu kwamba yeye ndiye muumba wa kweli anayestahili sifa na Baba yetu wa mbinguni. Sasa tukirudi katika dhana ya kumbariki mtu mwingine, utaona pamoja na kwamba kumbariki mwingine ni neema tuliyopewa bure, hivyo tunapaswa kuitoa bure, lakini mara nyingi inakuwa vigumu kwetu kutoa baraka. Unapombariki mwingine inamaanisha unamwinua, lakini watu wengi hawapendi kuwainua watu wengine. Tuchukulie mfano mdogo tu wa kusubscribe katika YouTube ya mtu. Utaona mtu anaomba, naomba unitie shime kwa kusubscribe katika YouTube channel yangu. Hasa waimbaji wamekuwa wakiomba tuwatie shime kwa namna hiyo, lakini utaona watu wakikataa kuwainua. Kumbe wangefanya tu jambo la kusubscribe, wasingepoteza chochote, lakini kwa vile hawapendi kuwainua, basi hawatafanya hivyo. Kumbariki mwingine ni pamoja na kufurahia mafanikio yake pamoja naye. Hilo ni gumu kwa baadhi ya watu. Kuna watu ambao hawapo tayari kabisa kusherehekea mafanikio ya mwingine pamoja naye. Mtu anapofanikiwa, basi wao wanapata hasira na uchungu au na huzuni. Kumbariki mtu ni pamoja na kumwelekeza kwa faida, lakini watu wengi hawana moyo wa kufanya hivyo. Mtu anaweza kuwa na taarifa fulani, mfano nafasi za masomo, biashara nzuri, mahali penye kazi nzuri na vitu kama hivyo, lakini utaona wanavifanya siri. Hawashirikishi wengine hata kama wao wenyewe hawanufaiki na jambo hilo. Wanaficha baraka, yaani wanaficha taarifa fulani inayoweza kumfaa mwingine. Wengine hawapendi kuona mwingine anasifiwa kwa jambo jema. Wao badala ya kutoa baraka, wanasia mbegu ya fitina kumharibia. Wanawachomea wenzao utambi kuhakikisha kwamba hawainuki. Tena wanatamba wakisema hafiki popote na kadhalika. Lakini basi kwa ujumla ni muhimu kumbariki mtu mwingine, ila ni muhimu pia kujua kwamba ukimbariki mtu huwezi tena kuziondoa baraka zile. Ukiisha kumbariki mtu huwezi kuziondoa tena baraka zile. Ukimbariki, umembariki. Ukijaribu kuziondoa baraka hizo, unajilaani wewe mwenyewe. Na hiyo ni kanuni ya maisha, na mara nyingi hatuielewi kanuni hii muhimu. Tuangalie mifano kadhaa. Yakobo alipoiba baraka za Esau, aliyekuwa mzao wa kwanza na kipenzi cha baba yao Isaka. Baba yao alichukia sana, lakini hakuweza kumlaani Yakobo tena, wala hakuweza kuzibadili baraka zile. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikwisha kumbariki. Hakuweza kubadili baraka zile au hata kumlaani, kwa sababu alikwisha kumbariki. Hakuweza kutangua zile baraka. Tunasoma vile kisa cha Nuhu, ambapo alipolewa mvinyo na kujikalia zake uchi, mtoto wake wa mwisho aitwaye Ham aliona utupu wa baba yake, lakini
Pamoja na kwamba Nuhu alichukia sana, lakini hakuweza kumlaani, kwani alikwisha kumbariki. Alichoweza kukifanya tu ni kumlaani mtoto wa Hamu, yaani Kanaani, ambaye yeye alikuwa hajambariki. Sasa sisi katika maisha yetu utaona mtu anamsemea mwingine mema au anambariki, hasa pale anapomfaa. Anambariki kwa kumwambia Mungu akubariki, na huyu mtu anabarikiwa kweli. Baadaye mtu yule anapokosa mafao kutoka kwa huyu huyu aliyemsemea mema kabla au aliyembariki, au kwa sababu nyinginezo, anaanza kumlaani au kumsema vibaya. Unakuta mtu leo anamsema mwingine kwa mazuri na kumpamba, lakini baada ya muda unakuta mtu huyo huyo akimsema vibaya yule yule aliyekuwa akimsifia. Hapo ndipo tunapokosea sana. Huko ni kwenda kinyume na kanuni ya maisha na ni kujipalia makaa kichwani. Unapombariki mtu, unamwambia Mungu atekeleze lililo jema kwake. Sasa hebu jiulize, utarudi kwa Mungu kumwambia umebadili mawazo, hivyo aondoe zile baraka na kumfanya yule mtu aonekane mbaya? Tujaribu kutafakari hilo. Tuseme mtu amebadilika akawa sio mzuri kama alivyokuwa mwanzo. Kanuni inasemaje? Kanuni inasema kwamba huwezi kumpaka ubaya jumla jumla. Yaani mtu aliyekuwa mwema hapo mwanzo alafu hakuwa tena mwema baadaye, huwezi kumpaka ubaya jumla jumla. Jaribu kunena mema aliyokutendea hapo awali ulipombariki kwanza, na shikilia baraka zile ulizompatia hapo mwanzoni. Kosa dogo au kosa la leo lisiharibu mema na baraka za awali. Pamoja na mabaya ya leo, lakini kiri wema wa yule aliyokutendea, au kiri wema aliyokutendea mtu wakati wa nyuma, na endelea kumbariki kwa hayo. Tena muombee baraka bado, hata kama amekutenda mabaya, kwani kwa kufanya hivyo unampalia makaa ya moto kichwani, ikiwa kama ataendelea na ubaya juu yako. Hayo sio maneno yangu, bali ni maneno yaliyopo katika Biblia. Kwani Biblia inasemaje? Biblia inasema, mpe adui yako chakula akiwa na njaa, manake mbariki adui yako. Tena akiwa na kiu mnyweshe, hapo pia unambariki adui yako. Sasa Biblia inasemaje? Maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. Hilo tunalisoma katika Warumi sura ya 12 mstari wa 20. Maneno haya yapo pia katika Methali ya 25 mstari wa 21. Paulo anaendelea kusema, usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema. Usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema. Sasa basi, ukiisha kumbariki mtu, kama tulivyosema, huwezi kuziondoa baraka zile. Ni kama katika imani Katoliki, utaona padre anaweza kufungisha ndoa, lakini akisha kuifungisha ile ndoa hawezi tena kuitengua.
Vilevile askofu anaweza kumpa mtu daraja la upadre, lakini hawezi kutengua upadre wake kwa mapenzi yake mwenyewe. Askofu huyu hawezi kutangua ule upadri aliompa mtu eti kwa mapenzi yake mwenyewe. Ndivyo ilivyo katika baraka. Unaweza kumbariki mtu, lakini huwezi kutengua baraka hizo. Ukijaribu, unajitia laana kubwa wewe mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo.